Mbona ghafla bila taarifa? Na mimi nimekuja kufungia huko. Imani sabiti, imani, imani, imani sabiti, imani, imani. Vipi shoga? Habari za huko? Salama tu sijui wewe. Mimi niko poa. Vipi ile baba anaendeleaje? Baba nashukuru Mungu anaendelea vizuri. Shoga. Vipi kuhusu habari za yule mzuri mimi? Shemeji, karibu sana. Asante. Karibu sana, maana ujio wako mdogo ni kwa neema. Kuja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sidhani kama mmeji utakuwa hujafunga. Nimefunga bwana shemeji. Yale hapo alipokuja swahu. Basi sadaka kabisa shemeji. Karibu sana na nikutoe hofu tu. Tuko pamoja sana. Wala usiwe na shaka, ila kikubwa meji, kama unafunga basi funga katika funga ya kweli. Maana Mwenyezi Mungu anakumbusha kila Muislamu kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jitahidi sana kufunga, uswali ili Mungu akuongezee pale ulipopungukiwa shemeji. Mimi nikutoe tu hofu bwana shemeji, na kikubwa kilichonileta huku ni kukusupport wewe kwenye swala hilo kufunga. Mbona uogopi wewe? Na unajua kabisa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini wewe bado tu unataka tena mambo ya kumsengenya mtu. Mimi utanirudia somo langu. Mbona mtu niache? Huyu naye. Kufunga kitu gani? Amefunga baba yako saizi amemshinda yule amelalia mgongo. Sebuse ikawa wewe. Sababu nimefikiria huko kuna bwana. Nikasema shemeji anafungaje peke yake? Umeona? Ndio ngii nimekuja hapa. Yaani lengo ni kukusupport tu kufunga yani. Umeona bwana? Sio kunisupport tu kufunga shemeji. Yaani sio kunisupport mimi. Mwenyezi Mungu anasema funga kwa ajili yako. Na yeye sio kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo funga shemeji. Yaani nikutosha kabisa. Sawa. Basi mimi kama utakuwa upo na unafunga kweli, mimi napenda sana. Sana shemeji, wala usiwe na shida. Basi tuko pamoja shemeji. Shemeji lake wenyewe. Tuko pamoja. Maza. Toka. Hili jambo tusilijadili sasa hivi. Maana unaweza ukaniambia swali yangu. Chukua hiyo hela uende ukale chakula. Maana ushajibu swali yangu. Sitaki huyo. Niambie. Safi vipi? Safi kwema. Kwema. Alafu na maagizo yako. Na nani tena? Na Sheikh Usman. Ameniona hapo njiani, ameniambia uende na kwake. Sheikh Usman. Au atakuwa Sam kanchomea. Kuchomea? Au ngoja nichukue juzo wangu ndani wasa yule si wangu wa madrasa. Nielekee huko.
Kaka. Mbona juani saizi? Neema yuko wapi? Umeshinda mtu kutoa? Neema amekuwa changamoto sana sasa hivi. Akiondoka asubuhi basi anarudi hapa mchana. Akinipikia uje nikogea nikinywa basi akiondoka tena. Anamwona hapa usiku saa 4, saa 5. Kwa changamoto sana Neema. Kwa nini kusema saizi hayupo Neema? Shida kweli ya ndugu yangu. Unajua hata marehemu baba yake kabla ya kufariki alikuwa anampiga sana na kumgombeza. Mimi nikadhani akuwa anamuonea. Kumbe alikuwa sahihi kabisa. Kweli Neema kapasua kichwa sana siku hizi. Ila kaka, naamini tumezunguka sana kuhusu tatizo lako kwa waganga kienyeji hadi hospitalini, lakini hakuna jawabu. Huenda labda ungeniambia chanzo cha tatizo lako, tutaweza kujua kuwa tunaanzia wapi kulitibu hilo tatizo. Maana mimi pia sifahamu. Nimekukuta tu hapa unaumwa siku ile hadi leo. Kama inawezekana ungeniambia kwa chanzo ni nini kaka, ili tujue tuanzie wapi. Ndugu yangu, acha tu. Mimi hapa nateseka. Binadamu mabaya sana. Habari yako baba mdogo? Salama, wema. Salama kabisa. Nilikuwa nauliza baba mdogo. Ndio. Kuhusu Neema, maana sijamwona muda mrefu. Hivi ni yupo kweli nyumbani? Ndio. Neema yupo. Okay, sawa. Kama yupo basi mpe taarifa kwamba namuulizia na nina shida naye kidogo. Ikiwezekana aje nyumbani. Kwa nini kinaendelea? Asalamu alaykum. Sitaki hata hiyo salamu yako. Wewe mwanamke nenda nyumbani. Che, wewe ujificha kwenye kivuli cha Uislamu, haliyakuwa unatenda madhambi. Kanzu imekupendeza, kilemba safi. Kazi yako ndo kusomesha wake zatu njiani. Shehe wangu, mimi na mke wako hakuna kibaya chochote ambacho tumezungumza. Hakuna kibaya njiani hivi mke mtu? Unamsomesha mnaongea kabisa hapa afu unasema hakuna kibaya chochote kinachoendelea. Shehe, naomba tuheshimiane. Huyu ni mke wangu. Na mbele ya mke wangu mimi wastaniwi. Sasa shehe, huko unakoenda ni kufeleshana na kudhalilishana. Sababu najaribu kukuambia hali halisi ilivyokuwa, inaonekana unashindwa kunielewa. Ukweli ni kwamba mimi na mke wako hakuna maongezi yote mabaya tumeongea hapo. Kwenye mke wangu sina masiara. Nitakuta jambo baya ambalo utajiamini kwenye maisha yako. Sasa shehe, naona umeamua tuanze kutishiana amani. Jambo ambalo si zuri na wala Allah alimpendeza. Mimi kwenye hii dunia kuna mtu ambaye anaweza kunitisha. Natishika na Mungu tu, ambaye yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi, aliyeumba usiku na mchana. Lakini kwa binadamu mwenzangu simogopi mtu yoyote. Aha, kumbe unajeuri. Basi utaona. Sawa. She, unafanya nini hapa? Yaani jinsi ulivyo, usuli, kofia, kazani mufti wa wilaya. Kumbe wewe ni mshirikina kiasi hiki? Kwa ulijui Nishakwambia kwenye mke wangu
Sina masiala kabisa. Oh. Wow. Mimi kuongea hivi simaanishi kwamba naogopa ushirikina wako. Hapa hakuna kitu chochote kitakachocheza. Ngoja nikuoneshe kwamba hapa hakuna chochote kinachonisumbua mimi. Pia napita sasa hivi. 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 Nini sasa hivi? Kula chuma hiyo. Kweli tatizo kubwa sana. Naam shehe wangu. Salamu alaykum. Alaykum salaam shehe. Ndio shehe, nipe kaifa. Hali. Wapi sasa? Nimetoka nyumbani hapa. Nataka niingie sokoni hapa nikaangalia kaji vitu kwa ajili ya fulani. Mshauri. Lakini shehe, nimepita nyumbani kwako bwana. Nimemkuta yule jambazi yule. Nani yako? Yule sio jambazi shehe. Ni kaka wa mke wangu. Maana kwamba yule ni shemeji yangu shehe. Shehe, kuwa makini. Wale ndio wana mahusiano, ni wapenzi. Na nisha kuwashuhudia mara kadhaa. Shehe, wewe ni mtoto wa Kiislamu. Na umbea umpendezi mtoto wa Kiislamu. Na ikizingatia huu ni mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anatuasa kwamba tuache kusengenyaji. Tuache umbea. Kwa hiyo shehe, mimi naomba tu nikutakie mchana mwema. Kweli wajinga ndo waliwao.